Malalamiko yamezidi kuwa makubwa siku hizi. Mume wangu anawajali ndugu zake kuliko watoto wetu, au mume wangu anapeleka siri za ndani kwa mama yake kabla hata hajaniambia mimi. Hali hii inatengeneza mpasuko mkubwa ambapo mke anajihisi kama mgeni kwenye nyumba yake mwenyewe. Leo tutaiangalia hii mada kwa jicho la saikolojia na uhalisia wa maisha yetu. Je, kuna usahihi wowote mume kuwapa ndugu kipaumbele kuliko mke? Kisaikolojia na kiroho, mwanamume anapooa anatengeneza taasisi mpya. Mke ndiye mshirika namba moja. Ndugu ni watu uliotoka nao, lakini mke ni mtu uliyeamua kuungana naye kutengeneza maisha. Ukimjali ndugu kuliko mke, unavunja ule uaminifu na usalama wa kihisia ambao mkeo anapaswa kuupata kwako. Mke anapaswa kuwa kipaumbele cha kwanza kwenye maamuzi, siri na mipango ya baadaye. Ukimfanya mkeo awe namba mbili, unakaribisha dharau kutoka kwa ndugu zako kuelekea kwake. Jambo la pili, wanaume wengi hunasa kwenye mtego wa ushujaa wa ndugu. Wanaume wengi wa Kitanzania wamelelewa kwenye dhana kuwa wao ndio wakombozi wa familia zao. Mfano, mwanaume anashindwa kumnunulia mke wake nguo au kumlipia ada ya shule ya mtoto wake, lakini anapeleka pesa za kusaidia harusi ya binamu yake au anajenga nyumba ya wazazi huku kwake kivivuja. Huku sio kujali, ni kukosa vipaumbele. Suluhisho: huwezi kusaidia watu wa nje wakati ndani kwako kuna njaa. Mwanamume sahihi anahakikisha mke na watoto wamevuna kwanza, kisha ziada ndio inakwenda kwa ndugu. Jambo la tatu, athari ya upendeleo kwa ndugu, disrespect and conflict. Unapomjali ndugu kuliko mkeo, unawapa ndugu zako silaha ya kumdharau mkeo. Ukweli wa kisaikolojia, ndugu wakiona mwanamume hamheshimu mke wake au hamjali, nao wataanza kumchukulia kama mtu asiye na thamani. Mwanamume lazima aweke ukuta wa ulinzi. Ndugu lazima wajue kuwa mke ndiye malkia hapo nyumbani. Ukimpa heshima yake mbele ya ndugu, watalazimika kumpa heshima hiyo hiyo. Jambo la mwisho, mzani wa hekima, the balance of wisdom. Je, hii inamaanisha mume awatupe ndugu zake? Hapana. Ukweli ni kwamba kuwajali ndugu ni wema na ni jukumu, hasa wazazi walio kwenye uzee, lakini lazima kuwe na makubaliano na mke. Mume anapaswa kumshirikisha mke wake anapotaka kusaidia ndugu. Mpenzi, kaka yangu ana shida ya kiasi hiki, naomba tutoe kiasi fulani kumsaidia. Ukifanya kwa siri, unajenga chuki. Ukifanya kwa uwazi na mkeo, unamfanya awe sehemu ya ukarimu wako. Mwanamume wenye akili anajenga ufalme na mke wake. Kisha anawakaribisha ndugu zake kuja kufurahia kivuli cha ufalme huo, sio kubomoa ufalme.